Wazazi, najua mmezungumza sana na Nipa, lakini leo basi mbele ya laiki ya watu naweza kumalizia machache na kumtakia baraka binti yenu katika safari anayoianza. Karibu sana Mzee Msuya, karibu. Siku hii sauti yangu haitoki vizuri. Nashukuru kwa kupata nafasi hii. Nimkaribishe mwenye sauti yangu shemeji yangu David Kanyika, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya binti yetu Nipa, lakini zaidi sana tuwashukuru wazazi ambao wamemleta Nipa duniani na kumlea vizuri. Kwa hiyo haya nitakayosema sio ya kwangu, ni Obi amesema, amenipa nafasi ya kuwa kipaza sauti. Ni Obi na mke wake wameyazungumza. Nipa, kwanza tunakushukuru sana binti yetu kwa heshima ambayo umetupa. Ni kweli kama alivyosema dada yako kwamba wewe ulikuwa ndo peke yako umebaki kulinda boma, na ungetetereka tu ili boma lingekuwa limeonekana kwamba wamekudekeza kwa kuwa ni mtoto wa mwisho. Lakini umewaheshimisha wazazi wako, umetuheshimisha na sisi pia. Hata kinasio wakituona tunapita barabarani, Wachaga ni watani zetu, lakini hapa leo hatuna utani bwana, nyinyi wakwe zetu. Kwa hiyo utani wakinasiwa na Msuya umeisha. Ni adabu mtindo mmoja. Manake bado tunawadai mahari. Si mnajua? Kwa mila na desturi za kwetu mahari humalizi, ili ukija kwa mko uje kwa adabu kwamba nina deni. Pamoja na kwamba walikuwa tayari kumaliza, lakini tukawaambia tupokee yote. Kwa hiyo tunashukuru sana sana kuipenda familia yetu sana. Tunamwomba Felix, tunampa binti ambaye kwa kweli tunampa tukiwa na wivu naye. Tungetamani tuendelee kukaa naye zaidi, lakini kwa kuwa ni agizo la Mungu kwamba akifika umri fulani, Biblia imesema utamwacha baba na mama, utaambatana na mkeo, utaambatana na mume wako. Sasa wakati ule umefika, wewe hatukuona sababu ya kumzuilia. Kwa hiyo tunakuomba Felix, wewe ni mtoto mwingine wa kiume kwenye boma la Mzee Msuya. Ukisikia Wachaga watu wa Kenya wanaita nduru, lakini Wachaga wanasema ukisikia kelewi inapigwa kwa Obi, uwe wa kwanza kutoka. Ujue kwamba mkweo anahitaji kukusikia. Na tunawapa binti kama nilivyosema, tunaamini ameongeza idadi ya mabinti kwenye familia ya kina Mosi, na tunaheshimu sana jinsi mlivyotupa heshima tangu siku ya kwanza mnakuja kusema mpaka leo. Mungu amebariki jambo hili limefika hapa lilipo. Sehemu iliyobaki ni ya kumalizia ya kufunga ndoa takatifu mbele ya madhabahu ya Mungu. Tunawaombea maisha marefu, maisha yenye furaha, maisha ya amani na utajiri, mfanikiwe vya mwilini na rohoni. Mungu awape watoto wa kike na wa kiume, wawaheshimu, wawapende, wawasikilize. Ili wakisikia sauti ya mama wajue ni mama amesema, wakisikia sauti ya baba wajue ni baba amesema. Watoto hawa ni wachanga kwenye field wanaoingia sasa. Kwa hiyo niombe sisi wazazi, sisi kina Msuya, ninyi kina Mosi, tuwape nafasi kidogo wajipange. Mara nyingi watoto wakisha hao unaanza kuambia kuna mdogo wako hakufanikiwa, mchukue ukae naye. Hawajajua hata formula, hata ile chemistry ukaa pamoja ikaa sawa. Tuwape space kidogo wajipange. Wakishakaa sawa, wao wenyewe watasema tuleteni fulani, leteni mjukuu, leteni nani, ili waweze kutupa support. Sina maana kwamba msitoe support kwa wazazi au kwa ndugu, lakini ninajua kwamba sasa wenyewe wanaenda kuanza ukurasa mpya wa maisha ambao hawajui kabisa mbele kuna nini. Kwa hiyo tukiwapa nafasi wakapata formula inayofanana, basi maisha yanakwenda vizuri.
Kwa hiyo tuwape nafasi, na sisi tunaahidi kuwapa nafasi ili mjipange muweze kutupenda na kutuhudumia kama wazee. Wazazi wenu, Mama Mosi pale, Mzee Msuya na mama, miili yao inaendelea kuchoka. Pamoja na kwamba Mungu amewapendelea na miili mizuri, lakini wanachoka kidogo kidogo kulingana na muda. Kwa hiyo msiwatupe. Mkienda mrudi mkumbuke mna wazazi. Felix ajue Obi yupo, Felix ajue kwamba mama yupo, na wewe ujue mama yupo. Sasa unakwenda kukaa na mama mwingine kabisa. Sijui kama mtakaa kwake au mtakaa kwenu, hiyo ni programu ya kwenu. Lakini heshima ambayo ulikuwa unatoa kwa wazazi wako uipeleke full package. Yaani hiyo ni paramount katika maisha yako, kwamba mtu wa kwanza kumdekea na kumdekeza ni mama. Wa pili ndio anaweza kawa mumeo. Maana bila mama usingempata huyo mwanamume. Kwa hiyo mwatunze wazazi, nao wawaombee. Wazazi msiache kuombea watoto. Tuwaombee watoto wetu wakue kiroho, wakue kiuchumi. Baada ya kusema haya, naomba nimalize kwa kusema tunakutakia safari njema ya maisha. Tunakutakia harusi njema, hiyo harusi ya mfano, na wale ambao hawajaolewa watamani kuolewa. Wale ambao hawajaoa watamani kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Tunawashukuru kwa kutusikiliza. Makofi mengi mengi tafadhali, makofi. Asante sana. Tunakushukuru sana mzee kwa kusema kwa niaba ya Msuya.